Ni ndani ya klabu ya Q Masters iliyopo Argentina jijini Dar es Salaam. Ni katikati kabisa ya mji wa Dar es Salaam ama wa jiji la Dar es Salaam. Klabu ya Q Masters leo imeondoka ikiwa na kikosi cha wachezaji kadha wa kadha ambao wameelekea pale South Africa kwenda kushiriki mashindano ya Ultimate yanayotaraji kuanza tarehe 13 na kumalizika tarehe 18 mwezi huu. Timu imeondoka ikiwa na wazawa wawili. Wazawa hao mmoja akitoka ndani ya Q Masters ambayo tumemzoea Agosti ama Sefu Hamadi, lakini mzawa mwingine ni ingizo jipya katika klabu ya Q Masters, nikimzungumzia Omari Akida, Mtanzania ambaye amekuwa akitumikia kwenye michezo kadha wa kadha pale nchini South Africa. Tayari ni ingizo jipya kwenye klabu ya Q Masters. Lakini habari njema zaidi nyingine ni mchezaji Ginte tayari ni mali ya Q Masters. Q Masters itawakilisha nchi pale South Africa ikiwa na wachezaji wa kigeni takribani 4 na wazawa wawili. Hii ina maana gani? Hii ina maana gani? Mkurugenzi wa Q Masters Bwana Tima Ntengo ameelezea kwa kina mchakato mzima wa klabu ya Q Masters, nini matarajio yao, nini wanataka kuipeleka Q Masters, nini wanataka kuipeleka Tanzania. Tarehe 10 wawakilishi wa klabu yetu ya Q Masters Village Center watakuwepo pale South Africa kwa ajili ya kujiandaa pia na ushiriki kwenye mashindano ambayo yanaanza siku ya Jumatatu. Kwa hiyo wachezaji wote Kevin, Royd, Mofia na Seif Ahmad na meneja Omari watakuwepo South Africa siku ya leo. Ginte ataingia kesho wanapo majaliwa, na mchezaji mwingine ambao ni Omari Akida yeye tayari yuko kule. Kwa hiyo mpaka kesho jioni tunaamini kikosi kizima kitakuwa kimekamilika kwa ajili ya kufanya maandalizi. Nimesikia majina mawili ya Omari Akida na Ginte. Una ingizo jipya la wachezaji ndani ya klabu ya Q Masters? Kama tulivyosema toka mwanzo kwamba hii sisi klabu yetu ni klabu ya wachezaji wa aina zote. Unaona, na sisi lengo letu pia ni kusupport vijana ambao tunaona wao wenyewe wana msukumo wa kutaka kubadilisha maisha yao kupitia huu mchezo. Kwa hiyo Q Master haina mipaka, iwe ni dini, umri, nationality ambayo lazima utaifa. Sisi tunachokiangalia zaidi ni ile determination ya mchezaji mwenyewe, kwamba hatuhitaji kutumia nguvu kubwa katika control mchezaji. Yaani hawe ni mtu ambaye ana uwezo yeye mwenyewe kujisimamia na kujicontrol kwa sababu anajua nini anataka. Na lengo letu imekuwa ni kutaka kujiimarisha zaidi, kwa sababu tunaona kule inapoelekea kwamba ushindani mkubwa sisi haupo ndani. Ushindani mkubwa sasa hivi kwa Afrika na duniani kote. Umeona? Kuna mashindano yanafanyika Australia, kuna mashindano yanafanyika Uingereza, kuna Helbo China, kuna mashindano South Africa. Kwa hiyo yote haya mashindano ni mashindano ambayo yanahitaji wachezaji wenye profile na utayari ambao umekamilika. Kwa hiyo kwa sababu sisi kama Q Master tayari tumeshaingia kwenye tasnia, ni lazima tuweze kujiandaa kwamba tunapokuwa tunaenda kwenye mashindano basi hatuendi tu kushiriki, tunaenda kushindana. Umeona? Na ndio maana tukatathmini tukasema bado kuna nafasi ya sisi kujiimarisha. Umeona? Na baada ya mashindano ya Afrika ambayo tulikuwa tumeandaa Q Master International Tournament, tumekuwa tukipata requests nyingi sana kutoka kwa wachezaji wa nje, wengi wakitamani kuwa kwenye project yetu, kwa sababu waliona maybe kupitia project yetu kuna wengine wanaweza wakatimiza ndoto zao. Umeona? Na hatukutaka sisi kukurupuka kufanya maamuzi kwamba tunamsajili. Sisi huwa tunasajili wachezaji pale ambapo tunaona tunahitaji. Kwa hiyo kwa pulu linakoenda lazima uwe na wachezaji wa level hiyo. Umeona? Ukimwangalia mtu kama Omari Ginte, hao ni wachezaji ambao hatukutaka kuwa expose
sasa hivi, ya kutaka kuwa expose sasa hivi, kwa sababu tulikuwa tunasubiri maybe muda mwafaka ukifika, then kila kitu kinaweza kikawekwa hadharani, lakini kuna dharura ambayo imejitokeza ambayo ikalazimu, unajua, tufanye hivyo. Ikatulazimu tufanye hivyo kwa sababu kama mnakumbuka awali tulitoa kikosi ambacho kilikuwa kina include Watanzania watatu, Ghost, Salim Beano na Kiande, na tulikuwa tumesha confirm kwenye club, ndani ya club, kwamba hawa ndio wataenda kutuwakilisha. Lakini unapokuwa unaandaa safari pia kuna vitu vingine ambavyo viko nje ya uwezo wako, especially issue ya documentation. Salim na Kiande walikuwa hawana passport, lakini sisi tulianza mchakato wa kuandaa pambana passport, tukaamini kwamba swala la passport linaweza ikakamilika ndani ya muda. Lakini kwa bahati mbaya issue ya passport inakamilika next week, pale ambapo tayari mashindano yatakuwa yameshaanza, na hii imetokana na uhaba wa materials kutoka uhamiaji. Kwa hiyo imekuwa kidogo ni changamoto kubwa sana kupata passport. Haijalishi unafanya kupitia njia gani, lakini imekuwa ni tatizo. Kwa hiyo tukasema kwa sababu tunaenda kushiriki, basi kuna haja ya kufanya replacement, na hizi replacement ndizo ambazo tumezifanya, akiwepo Omari Ginte. Umeona, Omari ni mchezaji ambaye ni Mtanzania ambaye amekuwa amecheza kwa miaka mingi. Umeona, na tumekuwa tukimfuatilia pia namna ambavyo anashiriki mashindano kule South Africa. Umeona, sasa tukaona kabisa kwamba huyu ni Mtanzania, tunahitaji kumshika mkono pia, kumsupport. Inawezekana kupitia sisi kuna kitu ambacho pia yeye kama mchezaji ambaye anapenda huo mchezo kuna level atafika, kwa sababu tunaona kuna international tournaments nyingi zinafanyika shiriki. Umeona, na yule ni hazina kwetu sisi kama taifa. Kwa hiyo lazima huyu lazima aingie kwenye klabu yetu ili tuweze kusukuma gurudumu na pia tuweze kumsupport. Kwa hiyo Omari ni Q Master official na atashiriki kwenye tournaments zote za Q Master ambazo sisi tutashiriki, na kuna uwezekano mkubwa pia tukaanza kuwa na program ya yeye pia kumleta hapa nchini. Anakuja kushiriki baadhi ya tournaments ambazo sisi tutakuwa tunaona zinatija, na watu pia aweze kujipima na wazao waliopo, kuona kwamba ni kwa kiasi gani Tanzania linakuwa, sio tu ile anasikia kwamba bwana kuna mchezaji anaitwa fulani Tanzania linaenda, lakini lazima pia na yeye aje. Na pia kuna watu wengi ambao pia wanamisi, ni mchezaji ambao pia ana mashabiki wengi. Kwa hiyo ukiangalia sisi aina ya wachezaji ambao sisi tunadili nao ni wachezaji ambao tunajua wana impact kibiashara, pia wana impact kwa mashabiki. Tunazungumzia kwa mfano, ukimwangalia mtu kama Ghost, ni mchezaji ambaye ana mashabiki wengi. Ukimwangalia mtu kama Omari, ni mchezaji na mashabiki, na ni mchezaji mwenye profile kubwa, anaheshimika Tanzania, ingawa hajaonekana muda mrefu, lakini ana heshima yake. Ukimwangalia mchezaji kama Ginte, ni mchezaji mwenye mashabiki na ana profile kubwa. Ukimwangalia mtu kama Royd, ana mashabiki, ana profile. Fikoti, Mofia the same. Kwa hiyo hawa wachezaji tunajaribu kuwaweka pamoja ili pia watusaidie sisi kusogea. Kama nilivyosema kwamba sisi tournaments zote huwa tunataka tukienda sio kushiriki, tunataka kushindana. Kwa maana kwamba kama tutapoteza, basi tupoteze katika mazingira ambaye mshindi lazima amefanya kazi ya ziada katika kuhakikisha anapata matokeo. Umeona, mashindano ya Ultimate South Africa ni mashindano makubwa ambayo yana demand wachezaji wenye profile kubwa, kwa sababu pia South Africa kuna wachezaji wengi sana ambao wana uwezo mkubwa lakini hawajawahi exposed. Kwa hiyo sio mashindano ambao unaweza kutoka ukaparamia tu kwamba ngoja mimi niende nikashiriki, lazima uwe umejiandaa. Kwa hiyo mimi naamini kuna vikosi vingi vizuri, lakini pia na sisi pia ni kikosi mmoja wapo ambacho watu pia watakitazama kwamba okay, kuna Q Master wako vipi. Umeona? Yes. Kwa hiyo naamini tutafanya vizuri.
Kama nilivyosema toka mwanzo kwamba sisi hatuna mipaka kwenye kusupport mchezo, na hawa wachezaji ambao tunao wazawa tunawapa fursa, lakini hatuwapi pressure kwamba kwa sababu wewe uko kimaster lazima uende sehemu fulani, lazima uende no. Kila mchezaji ataenda kulingana na program ambayo sisi tunaiandaa. Hatutaki kuwapa mizigo ile mikubwa, umeelewa, lakini pia tunawapa ile nafasi pia kukaa na wachezaji wenye profile kubwa ili waweze pia kujifunza, umeona, wajifunze namna ya kukaa kama mchezaji, namna ya kujitunza, namna ya kubehave, namna ya kuweka program ya mazoezi na vitu vingine.